We are stress-free girls, baby. Ati nini kubavu wewe? Sana na pesa yangu. Akamwagi, akamfanya, Naweza makwe, okay. Kikundi ni kikundi unless you are in the mortuary. Sijui kama ni urogi ama ni Saidani alikujia pesa yake. Alianza kuku macoins. Ate kuwa umeficha hata kama ni mwiko. Wanga wewe. Huyu akiongea na ukali atafukuzwa tena. Hapana tu. Wewe da unyenyekee tu. Katia mwanaume mpaka ajikate mwenyewe. Hata hivyo bila nguo usilikate, usirudi kwa nyumba. Si tulisema tutaokoka. Hiyo nendeni kwa waganga. Pewa dawa ya kutengeneza nini? Kigosho kwa bed. Nilisema kwangu ni nyumba ya mabati haiwezi kalika sasa. Kai. So wewe uko na deni ya 2500. Nitakuwekea kwa simu. Najua. Kwa na interest ya last time hukulipa. Zote niko nazo. Na wewe ni 332.20. 20 ulikuwa uniondolee si ni ile ya kiti. Sasa unaondolewa aje? Jamani huku kati. Hiyo pesa hakuna kushida. Atufanyagi hesabu za minus kwa hii chama. Niweke kikundi nini? Credit ya 20 bob mkasema itolewe hapo. Sasa bado mnabebana nayo. Sawa. 3200 sio 32. Nekeruto. Tiale debu na contribution yangu ya last month. Wacha. Kwani uko nayo kwa kichwa? Madeni kwanza. Tunaenda na line. Hujafikiwa. Contribution haziko hapa, hii ni madeni kwanza na tukulika nayo. Sawa. Haya. So na wewe unaona utafanya haya. Wewe nawe mko na 6500. Na wewe unakopanga sana. Hiyo 500. No, 6500 na umelipa. Umelipa wewe. Si unajua hii ni stress free. Twende tu pole pole hivyo tu. Stress free situvuruta nyuma. Ninalipa. Na hiyo jina nayo. Taguachwe na kile kimutu. Hai stress free, kwani stress free ni nini? Stress free ni kututia stress. Kwani stress free ni tukikuja hapa tena mnanipa kwa kuongea. Taguachwe na kile kimutu. Siku hizi maneno yako haiendi mzuri. Kuja kunianika hapa wewe na wewe. Ukubali makosa. Kwani hapa tuko na akina nani? Sisi tulikuwa tuseme kila mtu ni lini analeta. Mimi zangu ni kesho nitaweka kwa bank niwatumie. Huyu anataka kukua kama Wamoshi na ndio maana ninakasirika. Wamoshi alishare story yake na beshte yake Josephine. Sasa mimi nimeshare na yeye alafu anakuja kuileta hapa. Wamoshi, unaona Wamoshi alikuja akashare story yake na Josephine. Unajua beshte. Apotie. Si tulisema tutaokoka. Na nikaokoka hiyo siku. Na kwa nini unakuja kutoa stories za mtu mwenye alikupea in secret? Sasa ni ile kufunguka nini? Nyamazeni. Leo Wamoshire. Apotie kwanza nataka, there is a question that I want to ask. Kwa nini wewe kila wakati unauliza ati lazima chialende nichenjiwe? Unataka kukua chialende ufanye nini? Kwani tutaishi na wewe miaka yote? Unaona vizia ni wewe tu. Tena ofisi imebebwa na mtu mmoja. Niwe secretary, lady secretary, hata pesa, biashara, kila kitu. Discipline master, sijui nani corrector, tax corrector. Sasa ni nini baya na huyu huyu hajakuwa mwenda wazimu. Unauliza swali. Si wewe umeuliza swali. Tutaguana tena. Wapi? Tutaguana tena. Wapi? Na kila mtu hapa atakuwa kiongozi wa kiti fulani. Mimi nitabeba pesa. Nyamaza. Mimi nilitengeneza hii kikundi ndio niwasaidie. So mtakuja kunisomea. Mimi nitakuwa wa welfare. Hata afadhali sasa tulipange hall tutoke huku kwako unafanya utuketie hivi. Na ndio kama tudaganyilia na kai leo na. Tulikuja kwako ukasema kwako hakukujiki. Nyamaza. Nilisema kwangu ni nyumba ya mabati haiwezi kalika sasa. Kai. Hega story gumu heaga. Ya nini? Unajua Wamoshie alipewa story na Josephine. Yes. About her marriage. Yes. Unajua mmeongea sana, hii chama imekuwa ni kama gossip. Hebu kwanza sema kidogo, kwanza tutulie. Marriage yake haikaliki. Akakuja akashare. Kama tu vile nimeshare na huyu. Yes. Unaona? Mimi ni rafiki yake sana. Yes. Akamwambia ndudhikererie. Akamwambia vile bunch of the same feather was fries together. Tiga.
Yes. Na ndio maana ninakujanga hapa na nyamaza. Wakorino hujuana na viremba. Sawa, nipeleke kotini. Nyamaza. Atuambie ama kama unatuambia na tafadhali kwa nini leo mmeenda nini? Kwa nini unataka kupigana? Mwathani si usaidizi hawa mama. Hey, ndogeno. Sitawapea na mbele alia. Ni sisi unatukana? Ndio nimesikia kitu kaa hiyo. Hata saa zingine tunaboeka na unajua hii chama inahitaji maombi. That is what I'm saying. Because mkikuja hapa kila wakati ni kulimana. Ninaenda kuongea huyu anainuka. Kama ni kulimana sababu ya pesa sijui ni nini. Wewe nyamaza. Kama ni kulimana sababu ya pesa yangu. Here Niko na jibu ama mtu apewe pesa yake aende. Hakuna. Nipatieni kazi ya discipline. Hebu songa huko. Iishe. Kwanza mkinyamaza wewe kwanza umenikasirisha sana. Ama iishe. Mkinyamaza muniambie. Unajua nilimpea story yangu anakuja hapa kunianika kwa chama. Kai. Ala? Sawa madam tupatie. Si ulikuwa unataka kutupatia story? Nilikuwa nawaambia hiyo story anasema hapa amenianika hapa akanikumbusha msichana mwingine anaitwa Wamoshi. Wamoshi alipewa story ya marriage, alishare story yake ya marriage. Very deep. Yes. Na friend yake anaitwa Josephine. Akamwambia vile anachapwa na bwana yake, akamwambia vile bwana yake halali nyumbani, akamwambia vile bwana yake ako na wanawake wengine huko nje. Na usiongea kama umekasirika. No, you know she is, this story is touching me. Na siwende ukakuwe bwana yake. Touching me kwa sababu naona huyu she is like that. Hata nyinyi mkiwa na yeye hamko safe. Sipani marafiki. Hamko safe ni kwa chama. Hamko safe. Hebu endelea. So na yeye Josephine after uko na kanywele kasuri ni kama aka kangu. Sinaona anakanywesa. After Josephine aliambiwa. Akamwambia hiyo mambo isikujalishe. I have a solution. Because sasa Wamoshi alipeleka kwa mganga. Maliza story tunajua tu alipeleka kwa mganga. Alimwambia hata anaweza taka kuona huyo bwanake amekufa. Penye amemfikisha. So Josephine was like, hiyo tu. Then kuna kitu nitakupea. Uko unamwekea kwa chakula kidogo. Hata maliza miezi 2. Acha Mungu mtu afanyie mtoto wangu hivyo. Acha mimi hata sasa utajua. Ngoja mimi hata yenye inashtua ni kuwa huyu badala ya kumsaidia kuongea na yeye anampatia solution ya kufanya ile mambo baya. Anataka akufe. Na yeye rafiki anamsaidia kumuua. Ngoja sasa. Si akampea dawa. Kalikuwa ka powder. Anambia vile atakuwa anaipika na vile atakuwa anamwekea. Na akaenda na akafanya hivyo. Akamwekea. Yani mtu huwezi. Sasa hiyo aterere. Unajua kila wakinunua wanakujaga wanapiga sherehe. Tutu. Aya. Kumbe kama unajifanyanga. Kumbe unaendanga muziki. Kwani hata nyau mugoro anakunyonga maziwa. Hata duka. Wewe hata mwenye alipata tuhubiria. Butterfly. Unasikia unajua kitu kama hiyo. Wewe. Msimame. Na bila uko na kiuno Steve. Hata Hey! Yes. Washukani watano. Kwendeni. So, akamwekea powder. Akamwekea. Let me tell you. Yes. Do you know ile powder ilikuwa na stimulant? Wakienda pale kwa kitanda kazi tule tu pills tunaitwa nini? Twa wanaume, tu blue pills. Kumbe ni uto alikuwa amenini akafanya ikue powder. Then so kazi ilikuwa shwari. Ni mguru. Weno moragi. Hebu niambie. Sasa nani alikufa? Juu hapa lazima kuna mtu alikufa. Sikiza. Wamoshie.
instead of kupewa dawa ya kuua bwana, alipewa dawa ya kutengeneza nini? Kigosho kwa bed. Ya kutengeneza kitoweo. Na ndio na shida. Wakachaguana vilivyo. Mapenzi ikachacha. Endelea. So, sasa hiyo ndio ilikuwa solution. Wamoshi aliona, na kwa sababu unataka tuue bwana yako, nitajua vile nitawafanyia. Hebu nikuulize kwanza. Na kwa sababu kumekuagira sana. Hakujua anamroga, acha kumpatia. Hapana. Alikuwa tu anaona na sasa wacha niulize swali. Sasa badala ya maneno kukua mzuri, alirudi kwa rafiki kumwambia sasa ni kuzuri sasa. Arudi. Sasa si ni kuendelea kutengeneza boma. Na akasahau alikuwa uwe bwana. Dawa inapatikana wapi? Hii dunia iko na waganga kweli na wagaguzi. Wamoshi alijua sasa kwa sababu bwana amekuwa sawa na mambo imekuwa sawa, hata siwezi muua huyu. Ni vizuri basi kushare tu vitu twingine. Unaona? Wacha nimpatie mshene. Ati Ni mshene sichelewi. Simulaje ule msichana alikuwa pastor fulani. Maana tulikuwa tunaenda kanisa. Huko chini. Msichana alikuwa anaitwa Joy. Sio kama umemkumbuka. Na pale Maro ama ni wapi? Sawa. Joy. Si mnajua tangu zamani. Joy ni mtu roho chafu. hajawahi badilika. Hebu niwaambie bwana yake. Si hapo ndipo ulipatwa na mpango wa kando wewe. Hakuna. Nilisikia hiyo story Kagore. Hiyo wakati nilikuwa nimetoka. Ni uongo. Ni huyu. Sio mimi. Ni huyu. Na ujue nimeishi kujiulizanga. Huyu mama anaambiangu ati alikuwa mweupe. Anga sijui alikuwa mrefu. Yeye. Unasema hakuna nini? Endelea. So Joy ni yule mtu ni roho chafu. Wifu ni kama yenu tu. Hivyo. Ukweli. Tuache kola. Hiyo ni ukweli. Why are you calling us bad? Hapana. Joy ameanza kupotea njia. Joy akaoreka na mzee akoroho safi kama mimi. Aya. Kama wewe. Kumbe hapo ndo uko naelekea. Inafanana na ya Mungu. Gorodhaka. Okay. Sasa Joy bwanake akona ile roho safi kama ya Mungu. Gorota ya Ngai. Gorozega. Sasa wamebarikiwa. Hapo kwa kijiji yao kulikuwa na kitu kingine ya kukula. Kulikuwa na mama maskini sana. Sasa ili happen siku moja, huyu ni yule mtu haezi kusaidia, hasalimii, hakuna mahali anaweza enda. Kwa chama. Letewa mama. Ni mtu wa kujikarisha. Si murogi, ni ile roho chafu. So siku moja huyu bwana ya Joy akaona hii familia next wako na mashida mingi sana. Ai. Sasa muwekelee kwa kiti kama mimi nimesimama. Ondoa. Mimi hata kuna swali najiuliza. Kwani Charity uligonga mkoyo gani? Ama ndio alipea chai na mkate. Modo pesa. Kale kwa lako lile modo keta. Kwani? Oje no. Chukua. Hiyo kitu inanishangaza. Ondoa unaweka kiti nikalisha. Sasa keo ikarere igwe. Hata ikae karibu na mimi. Sasa unasikia Joy? Bwanake ameenda amesaidia maskini hapo. Bahati baya, lakini bwana anamjua haezi kupatia kitu wakiona. So hii bahati baya, Joy ametoka kwa nyumba ameona. Na nikatoto tu kamepewa. Wacha alete vituko. Na mimi ndio nasemaga wa mama, mkuu watu wa kwenda kanisa. Unasikia? Jue ni kama hata kama wewe. Ni ukweli wewe hata huendagi, hata naonaga ni kama nyamaza. Kwani wewe ndio Mungu. Endelea. Mlikuja hapa kuhubiri. Sikia, mimi hata kuhubiri, hata nilikuwa nauliza unaweza nisaidia na Biblia kidogo? Hapana. Biblia tunaona tuko na Joy wengi sana hapa. Hapa ni venye sasa mimi kutaja mtu. Na kabla tumalizie, iko mtu atapiga magoti ni wekelee mikono. Pastor. Wewe niite pastor lakini ni ukweli. Sito ameona bwanake amepatiana, hata I think ilikuwa tu ni mkate, amepatia mtoto. Ameleta shida, amepiganisha kila mahali. Sasa huyu mtoto mwenye amepatiwa, mtoto yeye asipewe kitu.
Bwanake alikuwa anapea mtoto. ni bwana yake. So unasikia bwanake ako na roho kama yangu, roho safi. Na ndiye Roho kama ya anapatia Mungu. mtoto. Roho kama ya Mungu. Venye tu mnaonaga tu nikienda nikipatia watoto. Ama hata watu wenye hawajiwezi. Mimi niko na hiyo roho. Lakini watu Waacha kujiwekea sukari, kujiwekea sukari tupatie story. Sawa. Mzee amekasirika. Sasa hata hakuongea na Joy kitu. Venye mnaona tu kanajifanya. Ndege mara moja akaenda Amerika. Ukweli? Juu sasa ameona hii ni aibu na yeye hajafunzwa hivyo. Mimi ndio nilikuwa mwalimu wa Sunday school wa nani? Wa huyu bwana. Hata tabia ni kama zangu tu. Sasa si ameenda. Tabia ni kama zangu tu. hata shetani anajiwekeanga ponga point. Endelea. Ama mnajua story ni nyamazie hapa. Sasa mzee ameenda. Joy amebaki na tabia zake tu za kawaida. Venye tu unaonaga watu wengi hapa. Na kabla nimalizie iko watu na hapo sitasahau. Weka hizo chini. Weka chini. Wengine Joy sasa amekaa tu, hakuna kushirikiana na watu, hakuna nini. Siku moja akapata accident. Joy leo. Wamama watu wa kijiji wanakaa tu, hakuna mwenye anataka kushughulika na yeye. Ika happen kulikuwa na ushirika kwangu. Na hiyo siku mimi ndio nilikuwa na nini? Na ibada. Mimi nikaongea na mama, nikahubiri. Hata kama hata mimi nilikuwa nimeudhika na yeye, nikaambia wamama hii siku kaa kama Mungu. Unajua mimi kuna venye mimi nahubiri. Ukweli ona huyu. Mimi you win hearts. Ukweli mimi nikikuhubiria you win soul sama ni hearts. Wewe ile kitu utasema. Sasa nikaambia wamama hatuwezi endelea na vitu kama hii. Kama jirani na kama kukaa kama kimungu, wacha tufanye nini? Twende hospitali. Huyu mama venye aliona hata hakuna mwenye anamwangalia, alikosa kupona. Haponi. Watoto wake wako na shida. Mimi nikakuja sasa nikaambia mama kama huyu, wewe ndio utaenda pale, fua nguo, mwingine upike kauzi, twende. Tukaenda tukaongea na yeye, tukahubiri. Unajua kawaida yangu mimi si mtu wa kuacha Biblia. Nikaenda pale nikahubiri, akaanza kupona. Wakati sasa amerudi nyumbani, sasa amepona. Nikaona sasa hata amebadilika, ameanza kuingiana na watu. Na ni ile tu kwa nini kwa hospitali niliomba. Si unajua niliomba. Si mimi nafikiria alibadilika kwa sababu ya hiyo upendo mlimonyesha. Upendo na mimi maombi, hata maombi niliomba. Na uchungu ya mgonjwa. Hapana, mimi ni ile maombi niliomba. Lakini sasa ile kitu yenye ilikuwa bwanake hachukui simu. Bwanake hajawahi rudi. Na ndio maana nawaambia nyinyi kama wamama. Unaona hiyo tabia, kuna wengi wenu hapa. Sasa kutaja wako kama Joy. Hana mzee. Ni ile tu sasa ana hasu kama wamama wengine huko kijiji. Na unaona alikuwa na mzee mzuri, alikuwa na kila kitu, lakini ile tabia. Unaona? Ile ilifukuza bwana. Joy amebadilika. Nani ako na namba ya bwana? Huyo bwana hata hukesalimia yeye, utatoa wapi namba yake ya simu? Juu ya bibi kukasirika. Bibi sasa hata hakutaka hata bwana yake aongeleshwe na mtu. Hebu nikwambie. Wamama hata sisi tuko na udaku mingi sana. Bwana yako kusalimiwa na mtu ameenda hataki. Yaani kuna wengine mpaka wanapata stress. Ya ukweli. Na hata nini? Yaani kwani unashindwa wewe ndiye ulimzaa ndio akakuwa anakoa. Imagine mwanamume is polygamous in nature. Chunga kako ukijua hiyo ni mwenda wazi. Na nikako kakifika kwa nyumba. Nikako kakifika ni wetu na huko nje. Haija nyumba ni kako. Ati ni wa nani? Ni wetu. Ni wetu. Sasa hii kuchuka yote bana. Huyu pia amewazoea hao wetu na huko. Haija. But let me tell you. Kwani utanunuliwa chai? Ni mahubiri gani tena mmeanza ati ni wenyu? Nyamaza. Akiwa lakini unajua akiwa nje ni wetu. Wewe ni wewe kwanza wewe haukutoa pesa last time. Umekuja nazo. Na kwanza nilikutolea fine ya nini? Hapana, relax. Ulipenda kitu gani? Hakuna kitu na kurelax awekelea. Hakuna kitu. Sasa by the way kitambu iko wapi? Relax. Unaona? Ni kuniingilia tu lakini si ati mlikuwa ready. Ni ile tu maneno ya mzee. Mimi nasemaga ni venye leo umewafanya vizuri sana. Walikunywa chai lini?
Oi, watu wangi simniambilie contact za mhubiri mmoja mwenye anafanyanga nini Guy, sasa si labda upewe tu na mwenye alisaidia. Wewe ulichukua contact zake za kusaidia za nani? Ule kuna wakati ulitupea story ya mhubiri fulani. Si tunatafuta because aki my neighbor. Kwani mimi ndio nakuaga na contact za mawatu. Nani yako na contact? Mimi ni mmoja wao. Ama mtupea solution. Hapana, tumejaribu. Mmejaribu kufanya nini? Kuomba. Let me tell you hatulali. Na mlichukulia seriously. Mtoto wa neighbor yangu anafanya vituko kwa nyumba. Anafanya vituko. Kama sasa usiku alikuwa anakaa mamba. Naona mamba macho ilikuwa hapa Baba si nini? Anakodoa macho hivi. Mtoto. Si ndio? Anakula watu. Hajakula watu, lakini kama sasa kuna siku nyingine meno nayo ilikuwa imetoka hii. Anakuangalia. Hiyo. What do you say? Hiyo nendeni kwa waganga. Sasa tunaenda kwa waganga kufanya nini? Sikukaguliwa. Mama ya mapiga nduru. Akapiga nduru. Wanaweza toa pesa mlete tuwajaribu. Si tunaweza jaribu. Mtajaribu kufanya nini? Sasa ubaya wanajuana na kule. Utajaribu kufanya nini wewe? Si unaonekana unajua unaweza wewe ndio. Hapana. Hatuwezi chapa Niko Kiswahili kwa serious. mtu. Aki niko serious. Niko serious. Mama alijaribu kupiga nduru, akapiga nduru, akakimbia bedroom yao, the master bedroom kuita na sasa the father. Kuingia tu kwa bedroom hivi na aka mlango si ina jilock, ni milango ina jilock kama ile ya kwangu. Guy, do you know kwenda tu kugeuka hivi ati anaita bwanake ndio yako katoto kako mbele yake kamemtangulia. Wewe hiyo ni kakiwa katoto kao. Hiyo si ni sasa anashida kakigeuka. Hata si ati kalikuwa kamekuwa mamba, ni macho tu kanakuwa yani macho inakodoka kodokodo. Unaona huyu mtoto design anawaangalia nayo na vitu kwa anafanya kwa nyumba. Sasa hatuelewi. Story kafika hapo. Neighbor, my own neighbor. Hatulali. Tumekelea pesa hapa. Ndio maana umechelewa. Sawa. Mimi hebu niwaambie. Kwani kuna mambo yanafanyika na watu hawajui. Kwa nini? Ni makwa wako huyo. Si unakumbuka kale katoto kake kalienda standard 1. Si mnakakumbuka ule mapale chini. Chini gani? Na hapa tunapeleka tukienda kwa mama. Kwa anapenda juu chini. So nimesha directions. Na huku ni hebu tuambie ama ni chini. Hebu ngoja. Kumeitano. Ako kwa kijana kake. Kanavunja sahani, kanakula hiyo yote. Sahani kama yani unaona hizo mavunjavunjo ya sahani ya glass. Kanakula na ikafanyi kitu. So njusi mama yake kwa kinyezi yake akaona ka spoon kale kandogo ya sukari full kakiwa full kote, kakiwa full kametoka kwa kinyezi si mabavi yake. So akashindwa ni nini baya, kumbe kakitu for tangu kaingie standard 1 kameanza change, kanakula hakuna kitu haingii kwa tumbo, right? Na hakufi na kungojeka. Nakwambia, so si tumeitwa kamemeza kisu, inaonekania hapa iko ndani na haishuki, haiteremuki. Sasa inateremuka polepole, ni kama kanameza na kanacheka. So sasa ile shinda not shinda ile sasa kisanga yenye ilikuwa kulikuwa hapo na pasta alikuwa wamemuita. So kaliitwa kwa sababu ya hiyo sasa kisu. Pasta kukuja kukukaombea, kisu ikatoka alitapika ama akatapika hiyo na haikumkata. Venye alitapika kisu hivi akatapika mashisio. Hii space ya baba yake ilikuwa imepotea, lakini sasa haikukuwa na hiyo glass, ilikuwa imevunjika. Ni hiyo frame sasa ikatoka. Hebu nikwambie. Kwani ni jini? Nakwambia, so ikasemekana kuna mtu alikaga nguvu
manguo ndio kakakuwa delivered. So mambo ziko. So hata ukasikia ati mambo inatendeka kwa mwenzako, wewe atakuwa kwa umefanya vizuri kukuja. Alikuwa anaomba namba ya pastor mwenye anaweza msaidia. Mimi hata nimeshindwa, kwani huyo mtoto ni the same. Nakwambia huyo ukienda kwake atakupatia. Unajua mimi sina haja na siku chukua namba. So tunakwambia mambo inakuwa, lakini hata huyo ni kumaanisha ameganga. Na mimi nataka at least tumalize chama leo haraka. Tupitie huko. Tunaweza hizo vitu zimewekwa mahali mtu anaweza. Mimi nataka kwenda kuziona. Si watengeneza kaka hivyo kwao. Kuna story na ukirushiwa kuna story alikuwa ananipatia kwa simu wakati ule. Ni gani? Nilikuwa nakupatia ya ule mama Ngani? mwenye tulikuanga tumepitia kwake. Sasa tulikuanga tumeenda na huku ni Nyeri. Nitakupatia tu. Okay. Hatuwezi hautaki tusikie. Si ati ni story mbaya, ni vile kulienda aje huyo mama. Ni vile kama sasa unaweza kuwa na katoto uolewe upate mtu na huyo mtu akupenda na mtoto wako. Sinasemekananga ukipenda mtu hata ng'ombe hata kapuzi na kanini ni yako, ndio. Sasa huyo mama akaolewa na msichana wa miaka 13. Venye aliolewa na msichana wa 13 years ati ameolewa akiwa na kasichana mama aliolewa na msichana wake wa 13 years. Sasa after mama kukaa kwa hiyo boma akazalia huyo mzee mtoto. Umeelewa? Akalea hawa watoto wakakuwa wakubwa. Naye ule wake si anaendelea kukomaa. Kumbe msichana ana harasi yangu na bwana ya huyu mama anamlipa. Na hakasemi about it. Huyu baba ni ex baba huyu msichana. Yes, stepfather ya huyu msichana sasa. Anataka mama ameenda kazi. Si ugoje, anataka mama ameenda kazi. Wanakaa na msichana wanakaa mzee anatoka anafanya nini? Anaenda. Sasa msichana akatoka shule juu ya kugojeka. Msichana amegojeka seriously. Msichana kupelekwa hospitali hasemi. Venye sasa daktari anafanya vipimo. Ndivyo wanafanya vipimo wanakuta msichana ni mimba hapo na mimba ya bwana yangu. Yes. Sasa mtoto ni son ama ni what? Hata ndivyo wanauliza. Mtoto ni brother, ni son ama ni guka ama ni nini? Huyo mama hata haelewi. Ama ni brother ya hawa wengine. Hata hajui. Na mama haki aje sasa. Kuchuna hivi. Unajichuna aje ukipata mtoto msichana usiolewe na yeye. Mwingine hata huyu si abungoja. Huyu hata si mtoto wa huyo jamaa. Mama akafanya hivi na hizi marafiki tutajichunga. Mama si wanasumbuana na wako na pesa haki. Mimi sijui hizi inakulanga wapi. Huyu mama ako na rafiki yake. So si ni venye tu sisi wa mama tunaongeanga mambo zetu. Yaani hakuna mtu wezi ambia. So huyu rafiki yake akamwambia unajua baba Gadoni sijui ako na kila wakati anakujanga usiku hata hanionangi mimi kama mtu. Na unajua huyu mama sasa anasema hivyo. Amenunuliwa gari. Ako na plot hata anamjengewa. Hata hatocheki. So huyo rafiki yake hakukuwa na pesa kama yeye. Si venye tu unakuwa na rafiki. So huyu rafiki yake anashindwa. Sasa huyu ni nini shida yake? Pesa anasema tu angekuwa yeye. So naye akamwambia siku moja, wewe naye unashinda ukisema hivyo utanijuta tu. Akasema rohoni. Akamwambia kama yeye hakujangi anakujanga usiku na hakujaringi, si pengine ako na mpango wake wa kando na huko. Kwani kunanyesha, nimenyeshewa kakiti. So akaambiwa, akamwambia venye utafanya utamnunulia kale kadawa kana kunyango watu wanaume wanalili wanachagamuka kana tofia kuagira kana hivyo Viagra. So ati ukimpatia wewe
utoroke moto iwake akiwa peke yake. Ajute. Si atapiga. Situfanyeni hivyo. Wafanyie hivyo. So ati Atajia nime kusikiza ati hiyo atafanya nini? Atakukimbia kikuita my dear atakupenda ati hautapendwa yani atajua maana yako. Mama akasema pata dawa, nimepata suluhu. Akaenda akanunua hiyo kitu. Siku moja akawekea huyo bwana yake. Na akatoroka. Mwanamume akatafuta bibi yake akupata. Alipata nini? Naisi akasema alipata chama ni moja. Chama ni moja lakini mwenye alikuwa huko ni msichana tu wake. Akamshika, akapita na yeye. Tota yake akamgangua na nasikia hiyo msichana alistuka. Akamgangua. Sasa na fanya hesabu aje? Hebu ngoja kumsalimia. Hebu ngoja. Hii sasa wacheni mkuzi. Mimi nimeshika venye Kagore anasema. Mambo imeharibika. Sasa imagine nini anaita kugangua. So huyo baba akalipu msichana. Msichana tangu hiyo. Alisema hataolewa na mwanamume. She doesn't want to ever hear of any man. Juu kama ni baba yake alimfanyia hivyo. Sasa kaliingia kwa lesbian. Kakisema yeye hatawahi fanya nini? Na hebu nikukati shoti kidogo. Unaona naye yule mama? Unaona msichana wake? Unajua venye alipelekwa hospitali alikuwa amekataa kuambia mamake mimba ni ya nani. Kwa hivyo hata hao wasichana ni kama wanapenda hao mababa tuko na wao ama ni nini? Unaweza hapana, nikutishiwa. Sasa wewe umepata bora ya bwana ya mama yako na anakuambia atakudunga kisu ukisema. Utasema unainasi hiyo msichana. Mamake kabla aseme mamake alikuwa amemuuma magumi kama 20, daktari hata ndiye alienda na yeye na hapo akaongea na yeye akamwambia ukweli. Nikutishiwa huyo maisha. Anaambiwa atauawa. Okay, sasa tumalize yake. Nani anaombesha leo? Nikuombesha tufunge chama leo. Haya, tuanze kesho. Tuombeni.